Ubuyu gani tena? Ninapopenda ubuyu sasa mimi. Nipe kabla yani bado moto moto. Nimemdanganya Mwaisa na Hasani. Hasani huyu. Haya. Umemdanganya Mwaisa na Hasani. Umedanganya nini? Kuhusu mimi na mimba. Shoga yangu. Wewe unadanganya una mimba. Reaction zao. Sasa tukianza kwa Hasani. Hasani kama unavyomjua yule. Mimi nataka mimba utoi. Na alivyo na mambo mengi yule unajua na habari za wanawake yule. Kaambia sikiliza. Hapo. Sitoi mimba. Sasa ngoja kwanza niachane na Hasani. Kwanza yule asingekubali. Hawezi. Dada, singeenda kwa Mwaisa. Yako kujilimbo sa kwangu. Mwaisa, mimi una hatari wewe. Tutazama una hatari wewe. Kama unavyojua. Mwaisa atajochomoa kapita moyo mule. Kweli kafurahi nakwambia. Kila sasa mpango wangu. Ndugu yangu mpaka nimepita katika njia zote hizo kumwambia sijui Yansi na mimba, Moi na mimba, ina issue yangu. Mipango gani tena naye? Na mipango mizito. Hivyo hapa akili yangu inavyonituma kwenda Dubai. Wewe, uende Dubai? Ndio. Haya, huko Dubai unaenda kufikizia wapi? Unapajua kwanza vizuri huko. Miji ya watu ile. Dada mchati. Kwa umeopoa. Unapata wapi hizo bahati jamani? Mimi mbona sipati? Unatujua sisi. Ndugu yangu wewe umepuliza. Usipulize mchezo. Hivi tu. Sio kweli. Kwa hapa mambo ya nauli nini kila kitu anakilia Mwaisa. Kumbe wewe, yaani nimecheza kama pele. Mtoto na hatari. Haya itakuwaje? Itakuwaje nini? Kuhusu hiyo mimba yenyewe si hauna. Hivyo sasa. Yaani hapa ndo nawaza. Ndio maana nilikuwa huko kote. Nikasema na rafiki yangu. Wote kwenye timu sawa wewe? Sasa nisikize shoga yangu. Mimi hapo ninachotaka kukuambia. Mimi najua tu Hasani atakufuata. Najua Mwaisa atakufuata. Kama nawajua, walivyo na vurugu wale. Sasa cha msingi na cha sekondari. Mwambie mimi na kijijini. Kulea hii mimba, kulea mimba. Na kuomba shoga yangu, tena na kuomba. Nimepita huko kote, nimeona mashoga kibao, lakini ndo nimekuona wewe ndo msiri wangu. Shoga yangu hapo umalize. Yaani unipulize kabisa, yani unipepee, unajua unipepee. Mwenzangu isha Dubai sio kwa hapo. Sina baya. Kota ndo shilingi ngapi? Shoga yangu na mbona una haraka? Lazima niwe na haraka, unajua ile jambo so kuchukulia nini hivi. Yaani kwanza sasa hivi si unajua kile kitu tunameza ndani ya simu. Mimi chapu tu mama yako nakutumia. Usijali, isiwe chini ya laki. Ikiwa chini ya laki mimi natoa kila kitu. Siri zote na mwaga. Tulia dada. Siri ya nyumba, siri za familia zinatumiza, ila kutoa ndio hatuwezi. Sasa dangu hapa nilikuwa napita kwa nimeukuta. Unajua toka jana mimi na flash ngoma. Shelewa. Sasa nikimpigia simu huyo hatuelewana. Sasa sikiza dangu. Na habari njema. Shelewa. Na habari njema. Sasa yule wifi yako yule Shakila si unampata? Ndiyo nampata. Jana hiyo kanifuata. Shelewa? Kaniambia na mimba. Umeona? Mimba nani? Sasa mimba nani sasa? Sasa issue ni hapa. Ukimwona yule wifi yako pale. Mpe mazawadi mazagazaga nini? Sio mtu mwenye mimba anataka zawadi nini? Ndio. Mpe zawadi nini ila usije kumwambia mama isile kwanza. Tukamilishe sisi kama sisi. Usije kumwambia mama. Sawa. Mimi sio nishakuwa kidogo unaona. Baba kijacho baba B. Naomba kuleta mwai. Sasa baba kijacho. Sikiliza hii ni hot news sasa na wewe. Usianze kutoa maneno anakupa wewe kama dadangu na kuelewa. Ukiwaambia wewe dada Ema yule kibonge yule mambo mengi, shelewa. Ndio. Naomba nikwambie wewe dadangu, shelewa. Kwa tunza hii siri. Sasa mimi mwenyewe nawahi hapa na wewe maskani, shelewa. Baadaye nitakurudia. Unaona? Kwa dada tutaonana baadaye, si ndio? Sawa. Baba bia hapa. So mwai tena. Basi mimi nitakukuta baadaye. Tutaongea tutayamaliza. Haina noma.
kaka mwenyewe huyo. Ngoja tuone. Naumiza, sina tutafuna, siri ya nyumba. Haya, nakusaidiaje sasa? Kwa kuwa unakula naye kila siku chakula, itabidi umwekee dawa atoe mimba. Dawa Uweke kwenye chakula. Mbona mambo ya hatari sana? Sio hatari shemu. Inatoka vizuri na nabaki salama. Dawa hiyo hapa. Asijue. Mimi hapa hela tu ndugu yangu. Ukitoa hela tu mimi Shemu, usijali, wewe fanya kazi tu. Shingapi? Dakta. We, 500. Wewe usijali, mimi nakutumia sasa hivi hapa 200. Kweli? Kweli, kwenye simu yako inaingia. Funza tu kazi. Hii siri nimemaliza. Maliza kazi tu na kumalizia 500. Huu mchezo umeisha. Sawa, asante. Wewe tuma hiyo 200, afutabakiwa 300. Kimaliza tu na clear. Nakutegemea shemu. Umeisha. Sasa shemu, hii siri ibaki mimi na wewe, asiwe mtu yote ule. Na ndio maana nimekufuata wewe peke yako. Usijali. Hata rafiki yangu sijamwambia, ila wewe ndio unajua. Usijali, yani wewe imeisha. Sawa shemu. Mimi ngoja nikuache niwahi kwa sababu mambo ni mengi. Hapa nyumbani kwangu hamna hata chakula mwana. Karibu. Yaani kikubwa ni hicho tu, asante. Karibu tena. Sawa, kwaheri. Angejua mtu mwenyewe ana hata mimba, maskini huyu Hasani bwabwa. Hapa nishajipatia 500 yangu na kule nikiongezewa mambo murwa. Maskini na mwanadi huruma. Siri naumiza, sina tutafuna, siri Brother, paka sasa Shakira amegoma kutoa mimba, akanichanganya. Nikaamua kumfuata rafiki yake, au kumfuata Maila. Kwa hapa msaada mkubwa mbaki ni kwa Maila peke yake. Ndio nategemea na mambo Mwenyezi Mungu, Maila anisaidie ile mimba itoke. Tena umemwambia nini Maila? Imebidi pesa itumike, nimenunua dawa. Atamgia kwenye chakula. Akila tukule chakula, basi ile mimba itatoka. Hiyo jitihada muhimu ujue. Kwa sababu yule mdada yule, kwanza mtoto akishua kwanza yule, na ikitokea wazazi wakigundua itakuwa ni kesi kubwa, na hizi hata ndoto zako zitaisha njiani. Na kingine, yule mdada aeleweki, yani ana mambo mengi. Na sina uhakika, ila basi tuendelee kuangalia, ila hiyo jitihada ni muhimu sana. Basi ile mimba ni yangu blaza. Ile mimba ni yangu. Yaani cha muhimu ni kutoka tu. Yaani hamna kingine zaidi ya hicho. Sina imani, lakini wanawake wa mjini anaweza kana kutumia kwa sababu ya kuingiza kipato. Na kingine wanasema awakaza mjini akwenda chonkera. Kwa hiyo mwanangu, angalia sana, kuwa makini. Blaza, yaani makini ndo hapo ndo mwisho wake. Mimi naamini tu kwa sababu yule Maila wewe nimemwacha hela kidogo. Nimemtumia. Na kingine tena, akimaliza tu kazi na malizie hela yake. Kwa mimi ninachohitaji ni siri yako tu blaza. Mbona kaka, mimi kila kitu mimi najua maisha yako, najua maisha yangu. Kwa hiyo siwezi kusambaza maneno nimwambie nani, siwezi. Lakini nachokusisitiza, fuatilia kina kwa kina, yani mguu kwa mguu, yani fuatilia ujue ni kweli mimba ni ya kwako. Ili ujue, yani ujue 1 2. Yani wewe mwelekeze huyo Maila afanye hiyo kimya kimya, ujue. Yani wewe fuatilia kimya kimya, usije ukawa unatumia nguvu kubwa kuishi, kumbe jambo sio lako. Lakini kama ulipofikia kuelekeza Maila na yeye akakubali, sio mbaya. Tuendelee kupambana na tuendelee kuangalia matokeo baadaye itakuwaje. Sawa. Sasa kitu kingine brother, nachokuomba hapa. Inabidi ufuatilie wazazi wake, je, wameanza kufahamu au kuna watu wengine wameanza kufahamu? Kaka, una uhakika kweli mimba ni ya kwako? So yani sio kwamba kwa na mwanamke ndo cha kumpa mimba, hamna. Kuna process nyingine ya kumpa mimba, ni process nyingine. Kwa na mwanamke ni process nyingine, na kumpa mimba ni process nyingine. Usije ukawa unajimwaga, unapambana kupeleka dawa, mimba sio yako. Basi ile mimba ni yangu. Na sio kulala naye tu. Tumefanya vingi. Na sio mara moja. Mimi nina miaka 3 kwenye mahusiano. Kaka, ngoja nikwambie. Hawa wanawake mjini hawa, leo ana wewe, kesho kutwa anamfuati. Sasa hatuwezi kujua wewe ndio umempa mimba au umfuati. Kwa hiyo cha kukwambia mimi na cha kukusisitizia, wewe pambana ujue chanzo
cha hiyo mimba ni ya kwako au sio ya kwako? Kaka, mimi nakwambia mimba itoke basi. Kuhusu sijui kufuatia sijui nini na nini DNA. Huko kaka, achana nako kwanza, mimba itoke. Ni kweli kaka, kwenye hilo tumuombe Mungu jambo lifike salama. Kwa hiyo mimi chapo mimi sio cha kushauri. Endelee kuomba ama aende sawa. Kwa hivyo kwa hiyo unaingia wapi sasa hivi? Unarudi nyumbani au unaelekea job? Hata job sina mood. Inabidi nirudi nyumbani. Basi fresh. Mimi nielekee hivi. Sawa kaka. Kwa safari njema. Hamna shida. Naumiza, sina tutafuna, siri ya nyumba, siri za familia zinatumiza, ila kutoa. Mama. Niambie. Mambo vipi lakini? Poa. Basi 2 3. Uonekane wewe unisusa kwanza. Nipo mbona? Sio kwamba nipo busy. Nipo nahangaika na mishemishe za mtaani. Unajua sasa hivi mapenzi pesa. Unahangaika na pesa zenyewe una. Unachohangaika nini? Maria mama, nielewe. Nipo nahangaika kwa ajili ya kutafutia wewe mamangu. Ila kuna plani nimekuja nayo. Na hii naomba iwe siri kwa ajili yako mamangu. Siri? Plani gani? Plani nilionayo ni juu ya kutafuta maisha na jinsi mapenzi yetu yatakavyoishi. Ni plani ambayo inahitaji uwe na moyo na kunisikiliza na kunitunzia sina nitakufa. Hebu niambie kwanza, labda kama nitaweza nitatunza hiyo siri. Yaani kwa wakati mwingi ukiwa niomba pesa lakini nipata suluhisho ya kupata pesa. Na hii pesa nitakiwa na moyo na nitakiwa uwe na siri unitunzie ni siri. Nimepata njia moja ya kupata pesa. Yaani umepata njia ya kupata pesa? Juzi nilienda kwa mganga. Mganga? Nimeenda kwa mganga. Hii yote ni kwa sababu ya kutafuta pesa ambayo nitaweza kukimu maisha yako. Pia kanipa masharti ambayo kwa kweli mimi najiuliza moyo nitafanya vipi ya maamuzi niliyopewa. Mganga? Haya, akakwambia je wewe mganga? Ndio nakwambia nahitaji uwe na moyo. Kanipa masharti ambayo mimi mwenyewe nimeshinda hata kufanya maamuzi. Mimi mambo ya waganga unajua mimi siyawezi. Inabidi yaweze kwa sababu natafuta pesa. Kaniambia inabidi nitoe kafara. Wewe? Ya, ndio hivyo. Inabidi nitoe kafara. Na kafara mwenyewe ni mama yangu mzazi. Wewe? Mama yako? Yaani mimi kweli nimeshinda hata kutathmini ili masharti niliopewa na mganga. Unaweza vipi kumtoa mama yako kafara? Sina jinsi. Ina maana hata siku nyingine unaweza kanitoa hata mimi kafara, si ndio? Sikuwa na maana hiyo. Hiyo ni kwa katika harakati za kutafuta pesa na unataka pesa na mimi sina pesa. Na njia rahisi ya kutafuta pesa ndio hiyo. Nimeamua kufanya hivyo. Naomba nitunzie siri. Kwa hiyo kubaliana na masharti. Sina jinsi. Kwa sababu natafuta pesa na riziki yenyewe naitafuta. Na mimi nataka niwe maarufu katika hii Tanzania na niwe the best one. Nimeamua kufanya maamuzi hayo. Ni ngumu lakini tu itabidi nikubaliane kwa sababu mimi hela zenyewe nazitaka. Maana ukiangalia huu maskini mimi siwezi. Mama kwa mwenyewe kwanza kashazeeka. Kwa nini ile mnamaliza haya mambo? Binafsi nakwambia natakiwa siri, si ndivyo? Na natakiwa ni promise kwamba itakuwa siri. Usijali. Sasa natakiwa Jumatano, nimepewa Jumatatu. Kufika Jumatano nimerudisha majibu kwa mganga. Ya kufika Jumatano nimerudishia majibu. Na wiki inayokuja sasa itakuwa vizuri. Nivumilie kwa hiyo. Kwa hiyo kwanza ikija tutakuwa tajiri. Usiwazi. Jamani mimi ndio nichukulie kigari changu. Namba yako. Sina tutafuna, siri ya nyumba, siri za familia zina